Assalamu alaikum. Mtipale mpenzi mtazamaji wa Nemours Media. Leo ni siku tukufu kabisa, siku ya Ijumaa. Mpendwa mtazamaji, nipende kukaribisha katika kipindi cha kupendwa kabisa, kipindi cha Meza Huru. Na katika kipindi hiki mpendwa mtazamaji, tutaenda kutazama mada mbalimbali ambayo yalitokea siku ya uchaguzi mwaka 2025, ilikuwa ni siku ya uchaguzi 29. Mimi ni Latifa Mohamed, niliokuandalia kipindi hiki mwanzo hadi tamati. Lakini mtazamaji, katika kipindi hiki sitakuwa peke yangu. Nimeandaa chef ambaye tutajadili yaliyotokea tarehe 29 Oktoba mwaka 2025. Nikwambie tu mtazamaji, karibu sana. Fahamisha katika siku ya leo tuko na Sheikh Miraji Salim ambaye tutadadavua mada yetu kwa undani zaidi. Sheikh, assalamu alaikum. Mtazamaji, kama ambavyo umemuona Sheikh, tunaweza kufahamu kujadili zaidi mambo kadha wa kadha katika mjadala ambao tunajadili kwa siku ya leo. Kwa kwanza, mpendwa mtazamaji, nimeweza kumkaribisha Sheikh aweze kulizungumzia swala la yaliyotokea. Bismillah, ninashukuru laani baziz sallallahu alaihi wa sallam. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Kitokana na swali ilipotokea kuna nini cha kujisanda na wameleta gani niweze kuwa na amani na kweli kuanzia sasa mpaka maisha yetu sasa katika jambo hili. Pia tujifunze ni jinsi gani ambao tunaweza kutengeneza misingi ya kuhakikisha haki inaweza amani na haki. Lakini kipengele cha pili kwamba tulikuwa kuna athari yao. Athari tulizozipata mpaka sasa ziko wazi kwamba nchi kulingana na ile kukiro kutoka au mwili pamekuwa maneno ya mbele. Wako wengo ambao wao wanabariki Tanzania na kuna mrembo ambao unadai haki kutoka hao jamii hii kwa Tanzania. Kwa hiyo kiujumla katika jamii yetu ndio ukiangalia kimegawanyika msidi. Wako ambao wanadai amani na wako ambao wanadai haki. Lakini haikukomea katika ngazi ya kijamii, mitaani na nini, hali ilienda zaidi hata wanasiasa wenyewe. Tafikia hakuwa wanasiasa nao wanafanyika harambee. Wako wanasiasa ambao wanadai amani kulingana na ya matukio yaliyotokea na katika athari ambazo zimetokea, lakini pia pana mrengo mwingine ni mrengo wa haki. Kwa hiyo wanasiasa kwa sasa wamegawanyika Tanzania, kwamba wako wanasiasa ambao ni wadau wa amani, lakini kuna wanasiasa ambao ni wadai nini. Lakini haikukomea hapo, bali jambo likaenda zaidi mpaka kufikia ni swala la udini. Sasa ikawa tayari kama nimeshuhudia hivi karibuni, unaona kwamba mashehe walitoa kauli kulingana na yaliyotokea sheria wao. Mashehe walizungumza na ukiangalia mazungumzo yao yalikuwa ni mlengo wa amani. Manake wako katika ule mlengo wa amani, kusisitiza amani zaidi, kuhakikisha hali inatengemana, amani stawi zaidi. Lakini pana mrengo mwingine na umeona pia maskofu nao wakaja na wao na tamko lao kulingana na 29 Oktoba. Tamko la maskofu likawa wao jamani, ni muhimu sasa kulinda haki na ni muhimu sasa kuzingatia mambo ya haki. Kwa hiyo tukagawanyika namna hiyo. Kwa hiyo kukawa kuna mrengo wa amani na kuna mrengo wa haki. Hizi ndio athari ambazo tumezipata sasa. Mpaka sasa tumefikia ngazi hiyo kiasi cha kwamba
tumekuwa sasa sisi wa Tanzania tumegawanyika, wewe wataka mrengo gani? Na nifikia watu tunaulizana, wewe ni mrengo gani? Wewe ni mrengo wa haki au mrengo wa amani? Hii ni katika athari ambayo tumepata kulingana na historia ya Kiislamu. Kwa mtazamo wako ni mzuri zaidi ya mrengo wa haki na mrengo wa amani? Kwanza dhamira na malengo upande wa haki na upande wa amani. Lao tukiwaongeza tutaelewa amani tunafikiria nini katika madai ya kudai amani. Na huyu anaizungumzia swala la haki anakusudia nini katika swala la dini na swala la kama anaizungumza amani, anazungumza kwamba sisi tukiwa na amani ili tuweze kupata nafasi na tuweze kujadiliana na tuweze kutengeneza mazingira kutafuta. Kwa hiyo haina maana yeye izani kwa haki. Lakini yule ambaye naye pia anasema haki, yeye anasema amani ili tuweze kupata amani vizuri lazima kutafuta haki kwa lugha nyingine. Haya maneno kwa tazama hayana maana kabisa ya kuweza kugawanya katika nini, katika mirengo mingi. Kwa jambo la kwanza ni maneno ambayo kwenye sentensi ni tofauti na matamshi na lafzi ni tofauti, lakini yote nipeleka katika maana moja na yote nitupeleka katika malengo katika lengo moja. Anayetafuta haki anasema mimi natafuta haki ili amani iweze kukaa, lakini anayetafuta amani anatafuta amani ili haki iweze kutawala. Kwa hiyo bado wote wanazungumza lugha moja na wote wana lengo moja, kwa maana ya mtazamo mmoja. Kwa sababu hata wa haki kumuuliza wewe unataka haki, unataka amani, atakwambia nataka haki ili amani ifanyaje itawala. Kama ambavyo atakwambia yule wa amani atakwambia mimi nataka amani ili haki iweze kupatikana. Kwa utaona kwamba hakuna tofauti. Na ukitaka kujua hakuna tofauti zaidi, hata haya maneno yenyewe tukirudi sio maneno yenye kupingana. Yaani hakuna kupingana baina ya haki na amani, bali haya maneno ni ya mrengo moja. Na kwa asili kabisa haya maneno ni matatu. Yani unapozungumza haki, unapozungumza amani, ni tawi ambalo mti wake wenyewe ni uadilifu. Yani mti wake ni uadilifu. Yani haki utaipata kwa uadilifu, amani utaipata kwa uadilifu. Haki ya kweli utaipata kwa uadilifu, amani ya kweli utaipata kwa nini? Kwa uadilifu. Na ndio maana sisi Waislamu Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatutumi sisi kwenda kutafuta haki, wala Mungu Subhanahu wa Ta'ala hatutumi sisi kwenda kutafuta amani, bali Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatutuma sisi kutafuta uadilifu. Kwa sababu tukipata ule mti wenyewe msingi wa haki na amani ni uadilifu. Ukishakuwa na uadilifu 100% ya haki ipo katika uadilifu, ile amani ndiyo katika uadilifu. Kwa hiyo pakiwepo na uadilifu pana haki, pakiwepo na uadilifu pana amani. Kwa hiyo ni jukumu letu sisi tuona kwamba haya maneno hayatugawi, wala tusiyape propaganda za kutugawa, kwa sababu sasa hivi ina maana tunatawaliwa na propaganda. Yaani kama vile mgawanyo ni mgawanyo wa kweli, lakini ukiangalia kujawanga huko sio kwa kweli, kwa sababu ni maneno ya mrengo mmoja tu. Yani mtafuta haki na mtafuta amani, bado wao malengo yao ni moja tu, dhamira yao ni moja. Kwa hiyo hakuna utata, bali sisi kwa propaganda tunataka kutengeneza nini? Utata. Lakini uhalisia ni maneno ya mrengo mmoja, kwa maana lugha zao jamani, amani tuanza kisha tutafuta haki, na mwingine hapana, haki tuanza ili amani iweze kutawala. Kwa hiyo bado utaona kwamba wao wanazunguka tu. Lakini kwa nini wanazunguka? Kwa sababu hawakushika msingi wa haki na msingi wa amani. Ambao msingi wa haki na msingi wa amani ni kuwepo ni mtu mwadilifu. Ukishakuwa mwadilifu basi haki itapatikana, ukishakuwa mwadilifu vile vile amani itapatikana. Na kufikia hatua hiyo sio lazima iwe kwa ngazi za juu, sio kwa wanasiasa peke yake ambao lazima wao waadilifu ile haki ipatikane na amani ipatikane. Sio lazima wao, wala sio lazima viongozi wa dini,
bali hili swala la uadilifu ni swala la mtu mmoja mmoja, yaani katika ngazi ya kila Mtanzania. Na kwa bahani palipo na uadilifu ndo pana uzalendo. Sio palipo na haki pana uzalendo, sio palipo na amani pana uzalendo, palipo na uadilifu ambao uadilifu ndo utatimiza amani na haki, hapa ndipo pana uzalendo. Kwa hiyo mzalendo wa kweli ni mwadilifu katika nchi yake. Mzalendo wa kweli ni mwadilifu katika nchi yake. Akishakuwa namna hiyo, maana yake akiwa ni mwadilifu, ni mzalendo, kwa uadilifu wake haki itapatikana na amani itapatikana. Kwa hiyo ni tuna wajibu kulingana na yanayotokea sisi kurejea katika nafsi zetu. Ni sisi kuangalia ile athari mbaya iliyotukuta. Ni sisi kuangalia ile sura mbaya ile. Tuna haja ya kuwa waadilifu zaidi kulipokuwa wa kutafuta haki zaidi. Tuna haja ya kuwa waadilifu zaidi kulipokuwa wa kutafuta amani zaidi. Lao tutawalea na tutawafanya Watanzania wawe ni wenye kutafuta haki. Na wewe ni kutafuta amani. Hatutujenga. Yani kutengeneza hii sura bandia ya kuonyesha kwamba ni mgawanyiko, na hali ya kuwa sio mgawanyiko. Haya ndio wametafuna nchi hii. Ukienda leo Libya, wale walikuwa wanaishi maisha alhamdulillah. Mtu hana kazi wakati wa Gaddafi, hana kazi lakini anapokea mshahara. Yani hana kazi yote lakini anapokea mshahara. Ilipokuja nadharia ya kutafuta haki, wale wa kutafuta haki wakawa wanaitafuta haki. Wakaja wadau amani, bwana kama nataka kutafutia amani, wakatengeneza yale mavutano mpaka leo yamewakosa. Libya iko vile hivi, Sudan iko leo hivi. Kwa nini? Kwa sababu wote hawa walienda kushikamana na neno amani na neno haki. Na hata vile vita vyao pale, wako ambao wanasema sisi tutapambana mpaka tuhakikishe amani inapatikana. Na wako ambao pia wale wengine walioshikilia silaha tutapambana mpaka tuhakikishe haki inapatikana. Je, wataipata? Wataipata hiyo amani? Wataipata hiyo haki? Njoo nenda kadhalika Sudan, kama nilivyokuambia, nenda sasa hivi Congo. Wako wale ambao wanasema lazima amani ipatikane na wale ambao wanasema lazima haki ipatikane. Je, wataipata? Hawawezi kupata, kwa sababu hii haki na amani ukiyazungumza kwamba wenyewe utaona kwamba inalazimisha mzunguko haki amani, amani haki, hamwezi kufika amani. Lakini malengo ili yaweze kupatikana ni lazima tuachane na matawi ya kulilia haki na matawi ya kulilia amani, tukamatane na uadilifu, na uadilifu ndio utatupa haki na amani ndani yetu. Hapo tuna uadilifu, haki tutaipata na amani tutaipata. Ikiwa Watanzania watakuwa waadilifu katika nafsi zao, kuanza katika ngazi za nafsi zao, mtu mmoja mmoja, tukajitengenezea uadilifu, basi tutakuwa na haki na tutakuwa na amani. Ndio swala ya uadilifu. Tufahamishe kwamba kutafuta haki sio uadilifu, na je, kutafuta amani sio uadilifu? Nini maana ya uadilifu? Ndio maana nitazungumza nasema haki ni amani, msingi wake wa pekee ni uadilifu. Ndio maana nikasema ni maneno ambayo hayana hadhi ya kutugawanya kabisa, wala hayakuwa na sababu ya kutugawanya, kwa sababu haya ni matawi, ni matunda ya mti ambao mtu wenyewe ni mti mmoja. Ni uadilifu. Uadilifu ni nini? Uadilifu katika lugha ya Kiarabu tunaambiwa antaba kila shay fi mawdhi, ni tukiweka kila kitu sehemu yake, tukiweka kila kitu sehemu yake. Huo ndio uadilifu. Uadilifu ni kuhakikisha kwamba kila kitu unakiweka sehemu yake. Mfano, ikiwa katika ngazi ya familia, baba ni baba, mama ni mama, watoto ni watoto, na kila mmoja ataplay part kwa sehemu yake. Hiyo ndio. Sasa ikiwa uadilifu ni kuweka kila kitu mahali pake, maana yake amani, kila kitu kimewekwa mahali. Maana yake haki itapatikana, kwa sababu kila kitu kimewekwa nini? Pahala pake. Kwa hiyo haki itafanyaje? Itapatikana. Ndio uelewe kwamba niliposema uadilifu ndio msingi wa amani, ni msingi na ndio msingi wa haki, kwa sababu ikiwa maana ya uadilifu ni kuweka kila kitu pahala pake, maana yake kila kitu kikiwekwa pahala pake, basi haki ni tawala. Kila kitu kikiwekwa pahala pake, amani ni tawala.
Kwa hiyo utaona kukamatana na neno uadilifu ni jambo la maana zaidi kuliko kukamatana na neno haki au haki. Bila idafa, lao tutalea sisi vizazi vya Tanzania. Na hili tumejifunza kulingana na Oktoba 29. Lao vizazi vyetu tukivilea kwa kutafuta haki na kutafuta amani, vitakuwa ni vizazi ambavyo haviwezi kuitengeneza amani wala haviwezi kuitengeneza haki, kwa sababu havina misingi ya haki wala havina misingi ya amani. Watadai haki hali ya kuwa utawauliza haki ni nini, hawaijui haki wala hawajui misingi ya haki. Sasa vizazi vilelewa kwa kutafuta haki basi na kupewa msingi wa haki, hawawezi kujua haki wala hawawezi kuitengeneza haki. Vizazi vikilelewa katika kutafuta amani hawawezi kutengeneza amani wala hawawezi kujua misingi ya amani wala hawawezi kuifanya amani itendelea. Lakini ili tuwe na vizazi salama, tuna haja ya kulea vizazi vyetu katika msingi wa amani na haki. Katika msingi wa amani na haki napo ni kushikamana na nini? Na uadilifu. Tukiwalea vijana wetu katika hali ya uadilifu, hasa vizazi vya Gen Z ambao wao jambo lolote lile mkulifuka, hata leo uje sasa hivi tusimame wawili, tusimame baina ya watu wawili, Muislamu na Mkristo, ukasema tu huyu kamtukana Mtume Muhammad, watashambulia basi na kujua kwamba kamtukana kweli au hakumtukana kweli. Huyu katukana Ukristo, atamshambulia basi na kujua kwamba katukana kweli au hakutukana kweli. Sasa haya ndo mazingira tuliofika, na huku ndiko tulipofika. Sio Tanzania, dunia nzima kwa ujumla. Sasa hivi watu wakitaka kurusha agenda machafuko, kurusha mawe, kurusha vitu ambavyo havionekani. Yani mtu ana malengo yake lakini sema maneno mengine. Mimi nina ugomvi na wewe, sifatani na wewe, lakini tasema umenitukana mtu. Lesson kwamba nataka kile taharuki katika. Kwa hiyo utaona kwamba kudai haki na kudai amani hakitoshi kama kudai uadilifu. Na nitakupigia mfano mdogo mzuri sana. Chama cha Chadema kipindi ambacho kilikuwa kinatoka kuandamana, kilishindwa kuandamana kwa Magufuli. Wajua, Magufuli alikuwa kubaliani na misingi yote ya maandamano. Iwe mtataka kwa amani au hakutaka kwa nini? Kwa amani. Yeye mleta maandamano, yeye mheshimiwa hakuwa katika akivipa nafasi kwa sababu yuko katika kujenga nchi zaidi. Lakini wakati wa utawala rais tuliokuwa naye sasa Samia alipoingia madarakani aliwaruhusu kuandamana. Na wao wakapanga maandamano nchi nzima. Na walifanya maandamano yani. Walienda mpaka mikoa ya Mwanza kufanya maandamano. Lakini yale maandamano waliyofanya, yale maandamano yalikuwa walipata faida gani? Kwa wao na nafsi zao hawakupata faida yoyote. Maana walikoma kuyafanya yale maandamano. Kwa nini? Kwa sababu walifanya maandamano ya amani ambayo hayakuwa na impact yoyote. Hayakuleta kwa wao, yani hayakukidhi matakwa yao, hayakukidhi malengo yao. Na ndio maana 29 ilikuwa ni lazima wahamasishe maandamano ambayo wao furaha yao ni yale yalotokea. Umeona namna watu wa Tanzania walivyotesa. Ile sasa ile ndo impact walikuwa wanataka. Na hayo ndo matokeo walikuwa wanayafanya. Na ulimwengu mzima uzungumze sasa amani kuna. Kwa hiyo wanaamini kwamba ili tuweze kusikilizwa agenda zetu, ili tuweze kufanikisha malengo yetu, tunahitaji nchi just. Kwa hiyo utaona kwamba sasa lao tungelikuwa tumewalea vijana wetu wa Tanzania kiuadilifu, wangelikuwa ni waadilifu, wangekamatana na uadilifu, basi ile hali isingepokea. Kwa sababu muadilifu ni mzalendo, na penye uadilifu pana haki na pana
si Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia inna Allaha ya'muru bil 'adli. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuamrisha uadilifu. Tunaamrishwa uadilifu, tukamatani na msingi wa uadilifu. Tukikamatana na msingi wa uadilifu, tutakuwa na ile haki tunayoitaka, tutakuwa na ile amani tunayoitaka. Tukikamatana na nini? Na msingi wa uadilifu. Na tukikamatana na haki peke yake, tukamatana na uadilifu, bado hatukufikia katika malengo. Bado hatujafikia katika malengo yanayotakiwa. Mwenyezi Mungu katika Qur'ani anatuambia funza ni kwamba malezi ya uadilifu ni bora zaidi kuliko malezi ya kutafuta amani na kutafuta haki, kwa sababu hivi vinajengwa na uadilifu. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katika Qur'an, kwanza Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Mtume anasema wa umirtu li a'dila bainakum, nimeamrishwa kuwa mwadilifu baina yenu. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni nani? Tunafunzwa kwa Hasan, yeye anasema nimeamrishwa kuwa mwadilifu baina yenu. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ni mdau wa uadilifu, lakini sio mdau wa amani na haki, ni mdau wa uadilifu. Anapokuwa ni mdau wa uadilifu na anakuwa msimamizi wa uadilifu, basi haki inapatikana kutokana na ule uadilifu anaosimamia, na amani inapatikana kulingana na uadilifu ambao anasimamia. Na ni kwa nini? Kwa sababu ndio Mwenyezi Mungu anatuamrisha kwa kutuambia inna Allaha ya'muru bil 'adli wal ihsan. Lakini vile vile katika aya nyingine ya Qur'an, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anatuambia katika suala la kuwa na mke zaidi ya mmoja. Mfano, kuwa na mke zaidi ya mmoja, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hajazungumza hapa. Yani mwenye kutaka kuwa na mke zaidi ya mmoja anatakiwa kujichunga ni kuwa mwadilifu, sio kuwapa kila mmoja haki yake, kuwa mwadilifu. Mwenyezi Mungu anataka uadilifu kwa mke zaidi ya mmoja, na wala hataki hapa. Kwa nini? Kwa sababu wakati mwingine haki sio kila haki ni uadilifu, bali uadilifu wote ni haki. Yani palipo na uadilifu, nasema kila uadilifu ni haki, lakini sio kila haki ni uadilifu. Sio, tumeelewana baba? Mfano, sasa hivi ukiwa una wake wawili, mke mmoja na watoto wanne, mke mmoja na watoto wanne, alafu mke mmoja na mtoto mmoja, manake mfamilia watu wawili, ukiongezeka na wao watatu, huku wale ni wanne, ukiongezeka na wao ni wangapi? Watano. Kisha unaambiwa kwa damu na maadamu wewe una familia, lazima uwatendee haki baina yao, lazima wanakusudia kuwatendea haki, Mungu kuwafanyia usawa. Kwa hiyo huyu utampa 100,000 na huyu utampa 100,000. Kiuhalisia hapo umefanya haki, kila mmoja lazima katenda haki. Sasa watoshe si watoshe, lakini kumbe unahisi utenda haki, lakini kumbe unafanya nini? Unafanya dhulma, kwa sababu kimaumbile kuna mahitaji ya kiwanadamu. Matumizi ya watu watano ni tofauti na matumizi ya watu watatu. Kwa hiyo kuna watu ambao baina yao kwa kufanyaje kumwadhulumu. Ndio Mwenyezi Mungu akatuambia katika Qur'an, fa in khiftum alla ta'dilu fawahida, ikiwa hautoweza kufanya uadilifu kwa mke zaidi ya mmoja, basi na mke huyu mmoja. Maana yake sisi pia tunafunzwa kuishi na mke hata huyo mmoja, atufundishe kuishi naye kwa haki. Tunafundishwa kuishi naye kwa nini? Kwa uadilifu. Kwa sababu utakapokuwa pana uadilifu katika maisha ya ndoa, maana yake panapokuwa na uadilifu, amani itatawala kwenye ndoa, haki zitapatikana katika ndoa. Hatutotoka nje kwenda kutafuta haki ya ndoa zetu, wala hatutoenda toka nje kwenda kutafuta amani ya ndoa zetu. Kwa nini? Kwa sababu uadilifu umetutengenezea amani ya ndoa na kutengenezea haki za msingi za ndoa. Lakini sio hivyo tu, hata kuhukumu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala hataki sisi tuhukumu kwa haki. Mwenyezi Mungu atutumi tuhukumu kwa haki, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukahisi unahukumu kwa haki, kumbe ulikuwa unafanya nini? Unafanya nini? Mfano leo hukumu ya Kiislamu nakwambia, baba atakapofariki, mwanaume mwenye mtoto wa kiume anaarifu mara 2 kwa mtoto wake. Ukiangalia kwa haraka utasema, ukiangalia kwa haraka hili hukumu utasema bwana, hii hukumu bwana, hapa kuna namna bwana fulani, sio kuna dhulma. Kwa nini huyu mara 2 na huyu mara 1?
Na ndio leo unaona watu wengi wanakimbilia wapi? Mahakamani. Kwa maana kuona hili inaendana na akili zao. Kwa kila mtu apate viwili. Umeelewa mpaka hapo? Sio mmoja apate kimoja, mmoja apate viwili. Lakini ukitizama kwa jicho la uadilifu, Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kaweka uadilifu sasa. Kwa maana kwamba mfano huyu mtoto wa kike kaolewa, lakini aliondoka na ile ya kwake. Kaondoka na nusu zake mbili. Mfano kama umewapa nusu. Kaondoka tena kujikafuna. Limepotea. Kesho kutwa kaachwa na mumewe mfano. Huyu ikiwa baba yake mfariki, huyu mlezi wake ni nani? Mwangalizi wake ni nani? Mwangalizi wake anarudi kuwa ni nani? Ni kaka yake. Sasa ameshapoteza huyu kaka yake, atamlea vipi? Kwa hiyo ataenda kutafuna tena kaka yake. Atakuwa amemdhulumu. Ameshamdhulumu kaka yake kwa sababu tenda kula haki ya kaka yake. Sasa alipata kwa sababu amepata unachokipata wewe umekosa cha kwako, umeshakiharibu cha kwako, unaenda kutumia cha kwako. Lakini Uislamu ulikutaka kwamba wewe kama umechukua vitu kimoja, yeye kachukua viwili, bado yule anakulea. Maana yake wewe kule ulipotoka utakaporudi wewe kwa kaka yako ana wajibu kulea na kukuangalia. Kwa nini? Kwa sababu ana kitu cha kumwezesha, ana chanzo cha kumwezesha cha kusaidia wewe. Ushue mfano zilikuwa nyumba 100, anakwambia basi usijali. Nyumba moja ile baba alinipa 2, ile moja 3. Na wanao. Kakae na wanao. Ili nitawaangalia mambo mengine ya kula na ile kakae na wanao. Ile nini kilichopelekea pale ni leo uadilifu wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka kuwe nao kuliko kudai haki. Sisi tumeelewa na kisha katika Qur'an ndio Mwenyezi Mungu anatuambia inna Allaha ya'murukum an tu'addu al-amanati ila ahliha. Mwenyezi Mungu anakuamrisheni mrudishe amana kwa wenyewe. Wa idha hakamtum baina an-nas an tahkumu bil 'adl. Na msihukumu baina ya watu kwa uadilifu, sio kwa haki. Mkitumia kwa hukumu na kwa hukumu watu kwa uadilifu, haki itapatikana, amani itapatikana. Lakini mtakapohukumu kwa haki mnaweza mkakusamani, kwa sababu sio kila haki ni uadilifu, bali kila uadilifu ni haki. Lakini Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anatufunza sisi tu katika ngazi ya malezi ya watoto. Kuna fundisho sisi na mpili katika malezi ya watoto, tusiwalee watoto wetu kwa haki. Ni makosa kuwalea watoto kwa haki. Bwana Mtume anatukataza sisi tuwalee watoto kwa haki. Bwana Mtume anatuambia watoto kwa uadilifu. Ndio Mwenyezi Mungu anatuambia ndani ya Qur'ani, ittaqullaha wa'adilu baina auladikum, mcheni Mwenyezi Mungu na wenye uadilifu baina ya watoto wenu. Maana yake ukimpa mtoto uadilifu umempa haki, ukimpa mtoto uadilifu umempa amani. Kwa hiyo sio tu uadilifu katika ngazi ya mke na mume, hata watoto pia unatakiwa uamiliane nao kwa uadilifu. Kwa sababu mtoto utakapompa uadilifu umempa haki na umempa amani vile vile. Hali kuna Qur'ani lao anaweza kauliza mtu, je, vipi zile aya zinasema kama mfano aya inapatikana katika Qur'ani inazungumza suala la Abdullah Daud. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anasema fahkumu baina an-nasi bil haqq, hukumu baina ya watu kwa haki. Wafasiri wa Qur'ani ukiwarejea katika mfano wa aya hizi utakuta wametafsiri bila adil. Mwenyezi Mungu aliposema bila haki anakusudia bila adil, kwa uadilifu. Kwa nini wafasiri wa Qur'ani wamekimbilia Mwenyezi Mungu akasema haki, wamekimbilia uadilifu? Kwa sababu wanaamini kwamba sio kila haki ni uadilifu, bali kila uadilifu ni haki. Kwa hiyo hii ndio nukta ya msingi. Bali la kumalizia, mmoja katika wanazuoni wakubwa kabisa ana maneno mazuri sana katika haki kwamba hiyo taifa lingine kwa msingi wa amani au kulingine na Uislamu. Waliojenga mataifa wote kwa msingi wa haki na msingi wa amani, amani iliporomoka na haki iliporomoka. Walifanya makosa. Bali ili ujenge taifa imara, taifa sahihi, ni kujenga taifa lenye uadilifu pekee yake. Msikilize mwanazuoni anasema maneno mazuri kabisa, kwa sababu ndio msingi wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Anasema inna Allaha yuqimu ad-dawlata al-'adila. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala siku zote anafikisha taifa lenye uadilifu, wa in kanat kafira, hata kama taifa hilo sio la Uislamu.
ni makafiri wote sio Waislamu. Hili taifa linamvutia Mwenyezi Mungu kwa uadilifu. Kwa utaona Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala anataka maisha ya duniani tuishi kwa uadilifu. Kwa hiyo pale penye uadilifu pana radhi za Mwenyezi Mungu. Pale penye uadilifu pana hikma ya Mwenyezi Mungu. Pale penye uadilifu pana maisha anayotaka nani? Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Wakasema kwamba Mwenyezi Mungu hufanikisha taifa lenye uadilifu hata kama taifa lile sio Waislamu. Lakini akasema wala yuqimu dawlata dhalim, lakini Mwenyezi Mungu hafikishi taifa lenye kutenda dhulma ambao ni kinyume cha uadilifu wa inkana muslima, hata kama taifa lile ni Waislamu. Hata kama taifa lile ni Waislamu, maadamu sio waadilifu, basi Mwenyezi Mungu hayupo radhi na taifa hilo. Kwa hiyo sisi tunataka taifa gani? Ikiwa tunataka taifa lenye radhi na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni taifa lenye kumjua Mungu. Na ukiwa na taifa lenye kumjua Mungu, maana yake ni taifa lenye kushikamana na msingi mkubwa ambao Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala katuamuru kwa msingi huo. Inna Allaha ya'muru bil 'adl, Mwenyezi Mungu anaamrisha uadilifu, anataka tuwe waadilifu. Kwa hiyo tukiweza kufanya taifa letu kuwa ni taifa la uadilifu, basi haki itatawala mpaka siku ya Kiyama, basi amani itatawala mpaka siku ya Kiyama. Kwa hiyo ni wajibu wetu hasa kuvitizama hivi vizazi vya Gen Z, kuvionea huruma. Ni kwamba ni lazima sisi tuchukue hatua, iwe ni misikiti ichukue hatua ya kuhakikisha inawapa vijana uadilifu, iwe ni makanisa wachukue hatua ya kuhakikisha wanawapa vijana uadilifu, kuliko kuwapa agenda ya haki na agenda ya amani. Iwape agenda ya uadilifu ili wakazalishe haki na nini na amani. Ni jukumu sasa, kulingana na 29 Oktoba, ni jukumu la Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuhakikisha Watanzania wanapewa agenda ya uadilifu, kuhakikisha wanasimamisha uadilifu, kuhakikisha wanalea jamii ya Kitanzania kwenye kuitafuta uadilifu, kuhakikisha agenda zao zinabadilika, zinakuwa ni agenda za uadilifu. Ikiwa kutapatikana agenda za uadilifu na uadilifu kanadiwa vizuri katika jamii zetu, basi tutapata amani na tutapata haki, kwa sababu ndio msingi wa nini? Wa uadilifu. Na mtazamaji wa An-Nur Media, napenda kukushukuru kwa nasi kuanzia mwanzo tulipoanza kipindi chetu hadi hapa tulipofika. Shukrani za dhati kwa Sheikh ambaye tuko naye katika kipindi hiki kwa siku ya leo, ambaye ni Sheikh Miraji Salim. Sheikh ameweza kudadavua kwa undani zaidi na kupitia mada yetu ambaye mjadala wa mada ambayo tunayotokelezwa nao siku ya leo kuhusiana na uchaguzi. Tunaweza kujifunza kuhusiana na uadilifu, haki pamoja na amani. Mimi ni Afa Muhammad, kameramani wangu wote kwa pamoja tunakuambia Aljuma Mubarak.